Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali, Mheshimiwa Ali Abdullah Hussein, Mwalimu Seif Mohamed Seif, Rais wa Chama cha Walimu Zanzibar, Mwalimu Khamis Mwinyi Mohamed, Katibu Mkuu Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Zanzibar, Katibu Mkuu Kiongozi, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Msajili wa Vyama vya Wafanyakazi Zanzibar, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali mliopo hapa, viongozi wa wafanyakazi mliopo, viongozi wa taifa wa Chama cha Walimu Zanzibar, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nami naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika maadhimisho ya siku ya walimu duniani kwa mwaka huu wa 2025. Natoa pongezi na shukrani kwa Chama cha Walimu ZATU kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi na kwa kunialika kwa mgeni rasmi. Hakika hii ni faraja kubwa kwangu kukutana na walimu kwa mara nyingine katika kipindi kifupi, nikitambua na kuthamini kazi kubwa na nzuri inayofanywa na walimu wetu katika kusukuma mbele jitihada za maendeleo katika nchi yetu. Leo tumekusanyika hapa kwa furaha kubwa kuadhimisha siku ya walimu duniani kwa mwaka huu wa 2025. Kwa hakika hii ni siku ya kusherehekea, kuenzi na kukumbuka mchango wa walimu wetu ambao ni kama taa zinazotupatia nuru, daraja linalotupeleka kutoka kwenye ujinga kwenda kwenye maarifa, na injini inayolisukuma taifa letu kuelekea maendeleo zaidi. Hongereni sana. Natoa pongezi zangu za dhati kwa walimu wote wa Zanzibar kwa juhudi zenu za kuibua vipaji, kujenga maadili na kuandaa viongozi wa kesho. Napenda mfahamu kuwa serikali inatambua mchango mkubwa mnaoutoa licha ya changamoto mbalimbali zinazokukabilini, na kuhakikishieni kuwa serikali itaendeleza jitihada za kuboresha mazingira ya kazi na maslahi yenu ili mzidi kupata moyo wa kutekeleza kwa ufanisi zaidi majukumu yenu. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chama cha Walimu Zanzibar kwa risala yenu yenye maelezo makini na yenye kuonyesha mwelekeo. Risala yenu imetuonyesha tulipotoka, tulipo, na imetoa dira ya tunakotaka kufika. Nimefurahia kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya walimu isemayo, walimu wetu fahari yetu. Hii ni kauli inayothibitisha ukweli wa maisha. Nyinyi ndio fahari ya familia, fahari ya jamii na fahari ya nchi yetu kwa ujumla. Kama mlivyosema kwenye risala yenu kuwa mwaka 2020 kulikuwa na upungufu mkubwa wa madarasa, leo hii tunaona majengo mapya ya skuli 36 za ghorofa, ukarabati wa skuli za zamani 91 na ujenzi wa skuli mpya unaendelea. Walimu walikuwa wachache, leo hii zaidi ya walimu 5200 wameajiriwa. Aidha, tumeshuhudia maboresho ya maslahi ya walimu. Vile vile chuo cha Nkrumah kimefufuliwa na kimerudi kufanya kazi yake ya kuzalisha walimu bora. Risala yenu imethibitisha kuwa yale tuliyoahidi mwaka 2020 hayakubaki maneno tu, bali tumeyatekeleza. Hata hivyo, najua safari bado haijakamilika, na kama kuna wanaodhani kwamba tumemaliza, tunasema ndo kwanza tunaanza. Na hapa napenda nieleze maeneo tutakayoshughulikia kwa mujibu wa risala yenu ilivyoomba kama ifuatavyo. La kwanza, posho ya kufundishia. Naahidi serikali italifanyia kazi swala hili, na tunaahidi vile vile kuwa posho hii itaingizwa katika mishahara yenu, ikiwa ni ishara ya kutambua
zaidi mchango wenu na kuongeza morali ya kazi. Pili, fedha uendeshaji wa skuli. Napenda nikuhakikisheni kwa serikali itaandaa mfumo wa kudumu ila kila skuli iwe na fedha za kuweza kufanya matengenezo madogo, kununua vifaa vitakavyohitajika na fedha za kugharimia mitihani ya ndani. Jambo hili litarahisisha kufanya kwenu kazi kwa ufanisi zaidi. Tatu, ajira mpya za walimu. Serikali itahakikisha kila mwaka inatoa nafasi mpya za ajira ya walimu na kujaza nafasi kwa walimu waliostaafu na wanaofariki. Ajira hizo zitalenga kwa uhitaji wa walimu hasa kwa masomo ya sayansi, teknolojia, biashara, ujasiriamali na kilimo ili kuendana na mtaala mpya. 4. Nyumba za walimu. Serikali imeanza na itaendelea kujenga nyumba za walimu karibu na skuli wanazosomeshea ili walimu wasitumie muda na gharama kubwa kwa usafiri. 5. Wakaguzi wa elimu. Serikali itahakikisha ofisi za wakaguzi wa elimu zinajengwa kwa kila mkoa na ofisi kuu ya mkaguzi mkuu wa elimu ili kuongeza ufuatiliaji na ufanisi. 6. Posho za mazingira magumu. Walimu wanaofundisha skuli tengefu za visiwani au skuli zenye wanafunzi wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Na uagiza uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuandaa utaratibu mzuri wa kushughulikia swala hili. 7. Tehama na elimu ya maandalizi. Serikali itawekeza zaidi katika upatikanaji wa vifaa vya tehama, mtandao, projekta na maabara. Aidha, tutajenga majengo mapya ya maandalizi na kuongeza walimu ili kuhakikisha kila mtoto anaanza safari yake ya elimu kwa msingi imara. Kwa maana nyingine, tutarasimisha elimu ya maandalizi. Pia kulikuwa kuna ombi la posho ya dhamana wanaostahili. Jambo hili ni la msingi na si jipya katika serikali. Wako wengi wanaopata posho za dhamana, hakuna sababu kwa nini na walimu wenye dhamana katika maeneo mbalimbali nao wasipate posho hii. Posho la walimu kupatiwa usafiri wa mabasi, nachoweza kusema ni kwamba tumelipokea. Tutalifanyia kazi kwa kadri itakavyowezekana. Napenda nikuhakikishieni kuwa endapo tutarudi tena madarakani, tutazidi kuipa kipaumbele sekta ya elimu kwa kufanya mambo makubwa zaidi. Tutafanya kila bidii ili kuhakikisha Zanzibar inazalisha vijana wenye maarifa, ujuzi, uadilifu na uzalendo. Hili litawezekana tu endapo tutakuwa na walimu wenye moyo, wenye furaha na mazingira mazuri ya kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Ni wazi kabisa kwamba walimu wa Zanzibar, ninyi ndio fahari yetu. Na bila shaka sote tunatambua kwamba nyinyi ndio chimbuko la kila mafanikio tunayojivunia. Kwa mara nyingine napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya, na waahidi kuwa tutaendelea kusimama pamoja nanyi kushughulikia changamoto zenu na kuhakikisha elimu inabaki kuwa kipaumbele cha kwanza cha taifa letu. Namalizia hotuba yangu kwa kukushukuruni tena kwa maandalizi mazuri ya maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya walimu duniani. Aidha, nawashukuru watu wote waliofanikisha shughuli hii, kuanzia uongozi wa chama cha walimu Zanzibar, kamati maalum ya maadhimisho, shekhe wetu aliyetuombea dua, wasanii wetu na wasoma utenzi na watu wote waliojitokeza kuja kushiriki katika maadhimisho haya, bila kuisahau brass band ya chuo cha mafunzo. Kwa kuzingatia kuwa nchi yetu imekabiliwa na uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, napenda kutumia fursa hii kukuombeni nyote kuhakikisha tunaendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano katika nchi yetu. Huu ni wajibu wetu sote kwa faida ya vizazi vya sasa na vijavyo. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema, hekima na uzalendo
katika kuitumikia nchi yetu na kuendelea na kuiletea maendeleo zaidi. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu awabariki walimu wetu wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza.